Ule kwa upande gani? Punga mkono tusalimiane upande huu. Haya, peoples. Cha kwanza ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tumefika hapa asubuhi. Asante. Tumesafiri jana tukalala Morogoro. Bahati mbaya asubuhi tulipoamka gari yetu moja ya vyombo imepata ajali. Poleni sana. Tunamshukuru Mungu kwamba hakuna aliyepata matatizo makubwa. Asante. Kwa hiyo tumeacha baadhi ya watu wako hospitali na gari imeharibika kabisa. Poleni sana, poleni. Lakini kwa sababu ya umuhimu huu tukasema lazima tufike Igima tuje tuzungumze na nyinyi. Sawa sawa ndugu zangu? Sawa. Kwa hiyo pamoja na yote tuliyokutana nayo tunamshukuru Mungu tumefika hapa. Sasa nitazungumza mambo kama 6 hivi. Asante. Jambo la kwanza, tuko kwenye operation inaitwa No Reforms No Election. Operation ya chama, kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Ndio hivyo hivyo. Na chama chetu tumefikia hapo baada ya kujiridhisha kwa muda mrefu kwamba nchi hii hakuna uchaguzi. Nasema uongo, nasema ukweli? Ni ukweli. Nyie wananchi ni mashahidi kwamba hakuwezekani tena uchaguzi wa wananchi kuamua nani awe kiongozi wao katika nchi hii. Nasema uongo, ukweli? Ni kweli. Na kwa mujibu wa katiba yetu hii ya mwaka 77 ibara ya 8, na mimi nitawasomea na naomba mnisikilize kwa makini. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Hiyo ni katiba inasema hivi, kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Sio mamlaka tu, mamlaka na madaraka. Tunaelewana? Na kwa mujibu wa katiba hii serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi. Sehemu B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Yaani hiyo serikali iliyopata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwako, lengo lake kuwepo kuu. Nimesema lengo kuu, sio lengo tu, itakuwa ni ustawi wa wananchi. Si serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa katiba inasema wewe ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba badala ya wewe mwananchi wa Mbingu au Igima, sisi wote na wananchi wa Tarime kule nakotoka, wananchi wa Mwanza, wananchi wa Tabora, wananchi wa Dar es Salaam, twende bungeni tukajiwakilishe, tukajisemee matatizo ya barabara, tukaseme matatizo ya umeme, tukaseme matatizo sili. Hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Anateuliwa mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni. Badala ya sisi wote kwenda halmashauri wananchi wa kata nzima tukaseme matatizo kuhusu bei ya ushuru, mazao, bei ya ufuta, hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Tunateua mtu mmoja awe diwani. Badala ya sisi wote kuwa marais, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu awe rais, asimamie tunayomwelekeza. Na katiba inasema lengo kuu la hiyo serikali sasa itakuwa ni ustawi wako. Nikisema ustawi wa mwananchi unaelewa maana yake? Mimi ni mwalimu, nataka tuende vizuri, tuelewane. Nikisema ustawi mnaelewa maana yake? Kwamba uwe na uwezo wa kulala vizuri, uwe na uwezo kulala vizuri, sehemu nzuri, uwe na uwezo wa kutibiwa unapoumwa, utibiwe kwenye matibabu mazuri, uwe na uwezo wa mtoto wako kusoma vizuri, uwe na uwezo wa kula vizuri,
utembee kwenye barabara nzuri.